Tutakwenda kujifunza neno la Mungu asubuhi ya leo. Neno la Mungu ni upanga. Neno la Mungu ni moto ulao. Neno la Mungu ni uponyaji. Neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Utakata kwangu na utakata kwako. Utaniponya mimi na utakuponya wewe. Kwa hiyo asubuhi ya leo andaa moyo wako kuponywa. Asubuhi ya leo andaa roho yako kugeuzwa. Asubuhi ya leo andaa moyo wako kukutana na Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni kama chombo tu, nimesimama mahali hapa. Bwana atanitumia kusema na mtu mmoja ambaye amemkusudia siku ya leo kusema naye. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu haliji bure. Ukiona neno la Mungu limekuja, hata kama ulishalisikia mara kadhaa likarudi tena, jua ya kwamba Bwana amekusudia kwa ajili ya mtu au amekusudia kwa ajili ya kanisa. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kulipokea kwa moyo na kunyenyekea na kupondeka mbele zake na kusema, Bwana, nipo tayari kuenenda kama vile unavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema ya kwamba nguvu katika kumfanyia Bwana Mungu ibada katika roho na kweli. Nguvu katika kumfanyia Bwana Mungu wetu ibada katika roho na kweli. Kuna nguvu gani kumfanyia Mungu ibada katika roho na kweli? Ibada inafanyika na mtu binafsi au kundi la watu, kwa kuonesha matendo makubwa ya Mungu, kwa kuonesha uweza wa Mungu. Kama ibada ipo mahali, jua yupo anayeabudiwa na yupo anayeabudu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja hapa kufanya ibada kwa kuwa sisi tunamwabudu Mungu. Kwa hiyo yupo Mungu tunayemwabudu na tupo sisi tunaoabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asili ya mwanadamu ni ibada. Tuliumbwa ili tuabudu. Na ndio maana ukimuona mwanadamu ambaye amwabudu Mungu aliye hai, jua kuna kitu anakiabudu. Wengine wanaabudu ng'ombe, wengine wanaabudu ndoa, wengine wanaabudu mabosi zao, wengine wanaabudu miti, wengine wanaabudu mashetani na mizimu, kwa sababu tuna asili ya kufanya ibada. Tumeumbwa na asili za kufanya ibada. Kwa hiyo utakapoona mtu hana roho ya ibada ndani yake, utakapoona mtu hana msukumo wa ibada ndani yake kwa kumwabudu Mungu aliye hai, jua kuna kitu anakiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Ibada inafanyika, ibada ya Mungu aliye hai inafanyika kukiwa na vitu kama sala, sadaka, maombi na nyimbo. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya Mungu aliye hai inapofanyika, lazima kutakuwa na vitu kama sala, maombi, sadaka pamoja na nyimbo. Nyimbo ziwe ni za kusifu au ni za kuabudu, lazima zitakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ibada zilizotokea za aina tatu ambazo zinafanywa na wanadamu kwa maisha ya sasa, kwa hichi kipindi tulichonacho cha neema. Ukimuona mtu anafanya ibada, ujue ya kwamba ametambua thamani na uwepo wa Mungu aliye hai. Ukimuona mtu ana msukumo wa kumfanyia Mungu ibada, ukimuona mtu ana msukumo wa kwenda katika ibada, ujue anatambua thamani na uwepo wa Mungu aliye hai. Na hivyo hivyo kinyume chake, ukimuona mtu afanye ibada, jua ya kwamba hajui thamani wala uwepo wa Mungu aliye hai, wala hajui Mungu anayemtumikia, na ndio maana hana msukumo wa ibada ndani yake. Na ndio maana akija kanisani hata mara moja, atakuwa ni mtu wa kukosoa tu, atakuwa ni mtu wa kutazama makosa ya wengine, atakuwa ni mtu wa kutazama hiki na kile, itakuwa ni mtu wa kurekebisha hapa na pale, kwa sababu hana moyo wa ibada ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi, mwana wa Mungu, tunaona Yesu aliwalisha watu wengi sana mikate. Bwana Yesu asifiwe. Alipowalisha pale nyikani mikate, walikula na kusaza, na vikabaki vikapu 12. Kesho yake wakarudi kumtafuta Yesu, lakini hawakumkuta walipomwacha. Wakasema, tutamtafuta mpaka tumpate. Walipompata wakamwambia, mwalimu, tumekutafuta sana hatujakupata. Yesu akawaambia, hamjakuja kunitafuta mimi kwa sababu mnalitaka neno la Mungu, bali mmekuja kunitafuta kwa sababu mnataka mikate. Ninaomba leo Penueli asiapo mwana Penueli anayekuja kwa Mungu kwa ajili ya kutaka mikate yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli duniani kuna mambo mengi. Dunia sasa imeharibika, imejawa na maovu, imejawa na vitisho, upendo wengi umepoha, watu wanaumizwa. Lakini ninataka nikushauri asubuhi ya leo, unapoingia katika malango ya ibada, mwambie Mungu, ni kweli mimi ni mgonjwa, ni kweli ndoa yangu haina amani, lakini nipe moyo wa kukuabudu tu wewe Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nipe moyo wa kukuabudu katika roho na kweli, nikutafute wewe kwanza.
ufalme wako, ndipo na mengine yatakaponifuata. Ninakuhakikishia, ukimwabudu Mungu katika roho na kweli, ukamtafuta kwanza yeye, ukautafuta uwepo wake, ukautafuta uweza na nguvu zake, hicho kinachokusumbua kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ninataka kusema nini? Mimi nina shida na ndugu yangu. Hapa kuna mpaka. Bwana Yesu asifiwe. Ila ninatamani kukumbatiwa. Ninatamani mtu mmoja anikumbatie, anitie moyo na kunitia nguvu. Lakini hapa kuna ukuta. Je, atanikumbatiaje? Kitakachobaki ni kwamba Judith atazidi kunipa pole na faraja akiwa mbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina maana gani? Unapokuja kumtafuta Mungu kwa ajili ya ndoa iliyoharibika, unapokuja kumtafuta Mungu kwa ajili ya huduma yako haina kibali, unapokuja kumtafuta Mungu kwa sababu wewe hauna kazi, hakika amini na kuambia ya kwamba Mungu atakupa ni kweli, lakini atakaa mbali na wewe, maana haujamtaka yeye katika ile kazi unayotafuta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inapendezaje mimi nikasogea mahali hapa nikamwambia Judith, ninapitia katika wakati mgumu, ninatamani unikumbatie. Unajua lile faraja ninayopata, unajua ile upendo ninayopata kwa sababu nimemsogeza karibu yangu. Ndivyo utakavyomsogeza Mungu, ukamsogelea zaidi, ukakaa katika pendo lake, ukakaa katika uwezo wake. Ule unabii unaotaka utakufuata, ile kazi unayotaka itakufuata, ile heshima unayotaka itakufuata, ile huduma unayotaka ikuwe itakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu mshangilie Bwana. Sema amina kama radi. Sema amina kama mtu anakisha kutelewa. Biblia inasema ya kwamba mtumishi wa Mungu asubuhi akatuambia, neno la Mungu linasema mtafuteni kwanza Mungu na nguvu zake, ndipo na mengine mtakapokujaziwa. Bwana Yesu asifiwe. Mtakapofanyiwa, mtakapojaziwa. Kumbe ina maana gani? Unapomtafuta Mungu, unapotafuta uso wake, unapotafuta uweza na nguvu zake, mengine yote utajaziwa. Na mtu ambaye Mungu anakaa ndani yake na yeye anakaa ndani ya Mungu, hakuna uchawi unakaa mahali pale, hakuna magonjwa yanakaa mahali pale, hakuna umasikini unakaa mahali pale, hakuna aibu na fedha inakaa mahali pale, maana unaye nuru ya ulimwengu, maana unaye tajiri katika matajiri wote, maana unaye anayemiliki vyote katika dunia hii. Inawezekanaje mpendwa, umekaa katika wokovu, umemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini maisha yako hayabadiliki? Chunguza moyo wako. Unamfanyia Mungu ibada ya kweli? Unamtafuta Mungu na nguvu zake? Unatafuta kile kinachotoka kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye mioyo ya ibada, inapofika siku ya ibada, anatamani kwenda hata kabla ya muda, akae katika magoti ya Bwana, akae katika mkono wake. Anatamani hata ibada isiishe, azidi kumwabudu mtu Mungu, azidi kumwabudu tu Mungu na kuona uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina 3 nilizoziandaa za ibada tunazopaswa kuzijua. Ibada ya kwanza ni ibada kwa Mungu aliye hai. Andika, ibada kwa Mungu aliye hai. Hii ni ibada ya kweli inayofanyika kwa wale watu wa mchao Mungu na kumwamini. Hii ni ibada ambayo Mungu aliye hai na wa kweli na wa pekee. Ni ibada ambayo inafanyika kwa moyo wa unyenyekevu. Ibada inayofanyika kwa roho na kweli. Ibada inayofanyika kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ibada inayofanyika kwa kumjua Mungu katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ni ibada ambayo inafanyika kwa moyo wa unyenyekevu, kwa roho na kweli. Ni ibada inayofanyika kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, kumjua Mungu katika neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ndio ibada inayokubalika na Mungu aliye hai, aliyemuumba wa vyote, anayetawala dunia na vinavyoonekana na visivyoonekana, vyote ni mali yake. Hii ndio ibada inayokubalika kwa huyu Mungu tuliyomkusanyikia mahali hapa. Ninaomba ukanisomee katika kile kitabu cha Yohana 4:23 mpaka 24. Yohana 4:24. Maandiko yanasema kwamba lakini saa inakuja, nayo sasa ipo, ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Mungu ni roho, nao wamwabuduo yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Biblia inasema lakini saa inakuja na saa ipo, wamwabudio Mungu halisi watamwabudu katika roho na kweli, na hao ndio Mungu anaowatafuta. Kwa sababu
sababu Mungu wetu ni roho, na wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuseme amina yenye ushindi. Tuseme amina kama mtu ambaye moyo wake wa ibada hujaibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshangilie Bwana mpaka kuzimu itetemeke. Mshangilie Bwana mpaka kuzimu itetemeke. Kuna ambao wanatamani neema ya kumfanyia Mungu ibada lakini imeshindikana. Kuna ambao wako pale hospitalini wanapumulia mirija. Kuna ambao sasa hivi miili yao inaingizwa mochwari. Kuna ambao hawajui wanavaa nini, wanakula nini. Kuna ambao hawajui wanalala wapi. Wewe ni nani uliopata neema ya kuja kumfanyia Mungu ibada asubuhi ya leo mahali hapa? Kwa hiyo unapaswa kushangilia na kumshukuru huku moyo wako ukibubujika, ukimwambia Bwana, mimi ni nani? Bwana, mimi ni nani ambaye umenipa moyo wa ibada mpaka nimekubali kuja kukufanyia ibada? Kuna ambao waliona hali ya hewa ilivyo hivi, wakaamua kujifunika shuka ya pili, wakasema ngoja nijifunike. Lakini wewe ukaacha kitanda chako kizuri ukaja kumfanyia Mungu ibada. Huo ni moyo wa ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ni moyo wa ibada. Nifungulia Mwanzo 12. Mstari wa 7 mpaka wa 8. Mwanzo 12:7 hadi 8. Maandiko yanasema 7:8 yanasema, Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii, naye uko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli, akaipiga hema yake. Alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki. Akamjengea Bwana madhabahu huko, akalitia jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akamtokea Ibrahimu. Ibrahimu alipotokewa na Bwana akamjengea madhabahu. Alipoenda tena akamjengea madhabahu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu alikuwa na moyo wa ibada wa kweli ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unamfanyia Mungu ibada ukiwa wapi. Haijalishi unafanyia Mungu ibada ukiwa njiani unatembea. Popote unapopita, wewe umwaminie, wewe ambaye unamcha Mungu, unapaswa kumfanyia Mungu wako ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwani hamjai kuona watu wanatembea na irithi? Hamjai kuona watu wanatembea na vitu vyao? Bwana Yesu asifiwe. Umekaa na mtu kwenye gari, anatembea na vitu vyake na ananena navyo na hakuogopi. Kwa nini wewe uogope kumfanyia Mungu ibada, yeye anayetawala hata huyo anayetembea na vitu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada ya pili ambayo inafanywa na wanadamu, ibada kwa miungu, mizimu na mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu walipomwacha Mungu ndipo walipoanza kufanya hizi ibada, kuabudu hivyo vitu. Hii inaonesha kwamba nguvu zote za giza zinapenda kuabudiwa, na watu wengi wameingia kwenye ibada kama hizi kwa sababu ya hofu, kwa sababu ya kutaka mafanikio ya haraka, kwa sababu ya kukosa uvumilivu wa kusubiri majibu ya Mungu, kwa sababu ya kukosa uvumilivu wa kusubiri majira na nyakati ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya desturi na mila. Ndio maana watu wengi wanailazimika kuingia katika kuziabudu hizo ibada za mizimu, hizo ibada za mashetani, hizo ibada za miungu kwa sababu ya desturi na mila. Unaambiwa wewe ulipokwenda huko, usipoabudu hizi mizimu zetu hautapiga hatua, kwa sababu ya hofu na mashaka. Unakuwa na hofu na mashaka juu ya Mungu unayemwabudu, unarudi kwenda kuabudu miungu, unaenda kuabudu mizimu, unaenda kuabudu mashetani, kwa sababu pia unahitaji mafanikio ya haraka. Biblia inaniambia Mungu wetu hachelewi wala hawahi. Yeye anajibu kwa wakati na majira yake. Katika kitabu cha Mhubiri anasema kila jambo katika dunia linafanyika kwa majira na nyakati zake. Kuna wakati wa kufanikiwa, kuna wakati wa kutokufanikiwa. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Kuna wakati wa kukasirika na kuna wakati wa kufuraha. Kuna wakati wa shida na kuna wakati wa raha. Kumbe ukikaa katika neno la Mungu, ukatambua hayo maneno na yakakaa ndani mwako, hautaweza kwenda kuabudu miungu wala mizimu wala mashetani kwa sababu unataka kufanikiwa kwa haraka, kwa sababu ya mila na desturi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba unifungulie kitabu kile cha Mathayo 4.
4 mstari wa ngapi? Mathayo 4 mstari wa 9 hadi ule wa 10. 9:10 maandiko yanasema, ndio 9:10 maandiko yanasema, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Ndipo Yesu akamwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo ni Shetani alikuwa anamfuata Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Shetani alikuwa anamfuata Yesu hapa kwa hapa, hapa kwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni mimi na wewe, Shetani anashinda kutufuata hapa kwa hapa. Shetani akamwambia Yesu, ukianguka na kunisujudia nitakupa vyote hivi. Sio kwamba alikuwa anamtafuta Mungu Shetani, bali alikuwa anataka kuabudiwa na Yesu. Maana ukishaziabudu hizi roho unakuwa mtumwa wa hizo roho. Bwana Yesu asifiwe. Shetani, Yesu akamtambua, akamwambia. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akasema, utakaponiabudu na kunisujudia nitakupa hivi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ni mwongo. Zile mali na zile miliki sio zake, ni za Mungu. Ila alitaka kumlaghai Yesu kwamba ukiniabudu na kunisujudia mimi nitakupa vyote. Ina maana alitaka kuchukua ile nafasi yake ya kuwa mwana wa Mungu. Alitaka kumwabudisha ili awe mtumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Na mfano Yesu angekubali, ina maana leo tungekuwa hatujakombolewa. Tusingekuwa hatujakombolewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Yesu akatambua, kwa neno akamshinda. Bwana Yesu asifiwe. Shetani akamwacha. Ukisoma maandiko utakuja kuona Shetani akamwacha, mstari wa 11. Kisha Ibilisi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Kisha Ibilisi akamwacha baada ya kukataa kumwabudu na kumsujudia. Kumbe miungu mingine, kumbe mapepo na mashetani, kumbe roho za mizimu zinapenda kuabudiwa na kusujudiwa kama vile Mungu aishie anavyoabudiwa na kusujudiwa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, sasa hivi kazi ni kwako. Wewe hapo uliko unamwabudu Mungu aliye hai, au unaabudu miungu mizimu, au unaabudu mashetani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakapokwenda kuabudu zile roho, hakika utakuwa mtumwa wa zile roho. Utashangaa, Shetani ni mwongo, hana mafanikio ya kudumu. Atakudanganya, anakulaghai kwa njaa ulionayo. Njaa maana yake ni nini? Labda una njaa ya kuwa na mtoto. Atakuja kwa njaa ile ile. Atakuja kwa lile tamanio ulilonalo. Atakudanganya nalo. Usipoingia rohoni na kusema na Mungu, akakuambia hapo sio mimi nimesema, utaingia katika mtego wake na utakuwa mtumwa wake. Huo uzao utakao uzao wa Shetani, utakuwa uzao namna gani? Utakuwa uzao wa Kaini. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa uzao wa Kaini. Kwa hiyo unapomfanyia Mungu ibada katika roho na kweli, Mungu atakujulisha haya yote. Hata kama ila Shetani itakapoinuka ili umsujudu na kumwabudu yeye, Mungu atakwambia, mwanangu, hiyo sio sauti yangu. Maana yake Mungu wetu anasema kwa upole. Na wanaotambua ni wale watu wa rohoni tu, ya kwamba Mungu anasema kwa upole. Mungu haharakishi mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema Mungu haharakishi mambo? Ngoja nitoe mfano. Unaweza ukawa umeota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli ni ndoto umeiota. Lakini ili kujua ile ndoto ni ya Mungu au ya Shetani, Mungu huaga ni anasema kwa upole. Ndoto haitaki pupa. Utashangaa ndani mwako unatafakari taratibu. Unatafakari kwa kusubiri majibu taratibu. Unamshirikisha Roho Mtakatifu akufunulia mafumbo. Lakini ile ya kipepo itakupelekesha asubuhi saa 5 kamili mchana, tayari watu 10 wameshaijua. Unataka kujua maana yake kwa watu 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo sio Mungu. Mungu wetu ni mpole. Na ndio maana Yesu akasema yeye ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Nira yake ni nyepesi na nira yake ni laini na mzigo wake ni mwepesi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba unisomee Wafalme wa kwanza 18:26, mwingine afungue Yoshua 4:3. Wafalme wa kwanza 18:26. Wafalme wa kwanza 18:26. Maandiko yanasema kwamba wakamtwaa yule ng'ombe waliopewa
wakamtengeneza, wakalitia jina la bahari tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, bahari, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakaruka juu ya madhabahu walioifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa ilikuwa ni mtumishi wa Mungu Elia pamoja na wale manabii wa bahari. Bwana Yesu asifiwe. Manabii wa bahari wakatoa ng'ombe mpaka walijikatakata, wakamwita Mungu wao wakusema. Mtumishi wa Mungu Elia akajaribu kuwadhihaki akiwaambia labda amechoka, labda akafanya kazi sana, au labda ana kazi nyingi, au labda amesinzia. Basi hebu muiteni huyo Mungu wenu ili akashuke kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu wao hakushuka. Mungu wao hakujibu. Mungu wao hakuonekana. Ila mtumishi wa Mungu Elia alipomwita Mungu, alimwaga maji pipe la kwanza, akamwaga tena. Alipomwita Mungu anayejibu kwa moto, alishuka kwa moto, akalamba ile sadaka na yale maji yote. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndio Mungu tunayepaswa kumwabudu. Wala sio huyu Mungu wa bahari anayesababisha unajikatakata na kujitoa damu, lakini bado hakujibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alopata Yoshua 24. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahimu naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakaitumikia miungu mingine ambaye sio Mungu aliye hai, mpaka Ibrahimu akatolewa kwa baba yake, akatolewa kwenye ardhi ya baba yake. Mungu akamchagua. Ndio wewe leo umechaguliwa na Mungu, umetolewa kwenye ile ardhi ya baba yako, umetolewa kwenye ile familia iliyokuwa inaabudu miungu, umetolewa kwenye ile familia iliyokuwa inaabudu mizimu na mashetani, iliyokuwa inaabudu watu, ukaletwa mahali hapa ili umwabudu Mungu aliye hai. Hauoni ni thamani ya namna gani Bwana amekupa? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauoni ni thamani ya namna gani Bwana amekupa? Hizi ibada za kuabudu miungu, mizimu na mashetani ni ibada ambazo ni chukizo sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada ambazo zinakuweka katika vifungo, ni ibada zinazokuweka kwenye matatizo yasiyoisha, ni ibada zinazokuweka mbali na Mungu, ni ibada zinazokutenga na uso wake, ni ibada zinazokosesha kibali ndani yako, ni ibada zinazosababisha unapoteza hata na ile neema uliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ibada ya tatu ni ibada kwa wanadamu, vitu, fedha na mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hii ibada inatembea kwa kasi sana kwa sasa katika dunia sasa hivi. Watu wengi wamekuwa wakifanya ibada za namna hii bila kujua wanazifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi wamekuwa wakifanya ibada kwa wanadamu. Wamekuwa wakiabudu wanadamu, wamekuwa wakiziabudu mali, fedha, wamekuwa wakiabudu vitu walivyonavyo pasipo kujua ya kwamba wanaviabudu. Ni kwa nini ninasema pasipo kujua ya kwamba wanaviabudu? Leo hii kazi yako ni ya thamani kuliko hata Mungu aliyekuumba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine akipigiwa simu sasa hivi, njoo kazini, yupo tayari aache kuja ibadani na aende kazini. Hapo Mungu wake ni yupi? Bwana Yesu asifiwe sana. Muda wa ibada ni masaa 2, masaa 3 kwa Ijumaa. Mtu kufunga mlango wake kuja kumwabudu Mungu hawezi. Itaishije? Kwani yeye Mungu aliyekuleta duniani akujua unaishije? Yeye Mungu aliyekuumba akujua utakuja kuishije? Hiyo kazi ulipata kwa uwezo wako? Hiyo heshima unayotembea nayo ulipata kwa nguvu zako? Bwana Yesu asifiwe sana. Inasikitisha. Watu wanafanya vitu kuwa miungu yao. Watu wanafanya watu kuwa miungu yao. Watu wanaogopa mabosi zao kuliko wanavyomwogopa Mungu. Unapokipa utukufu kitu ambacho Mungu ndio aliyekupa, my dear, kitakufa. Bwana Yesu asifiwe. Kitakufa. Kwa sababu utukufu wa Mungu hautakiwi kushewa na mtu yoyote wala kitu cha aina yoyote. Mungu wetu ni Mungu wa wivu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Inawezaje wewe ukashare kitu cha Mungu na mtu au vitu? Herode alipopewa usifa, Herode alipotukuzwa, alikufa. Alipokubali kusifiwa kama Mungu, alipokubali kuinuliwa kama Mungu, alikufa. Uongo? Si kweli? Tunasoma Biblia. Herode alipokubali tu alikufa. Hilo ni fundisho kwamba unapokipa thamani na kukiona ni cha muhimu kwenye maisha yako, kitu ambacho utakiacha duniani, kitu ambacho umepewa na Mungu, hakika yake Mungu hakitodumu. Hizi ni ibada ambazo Mungu anachukizwa nazo sana. Ni ibada ambazo ni ngumu watu kuzitambua kama wanazifanya. Ni ibada ambazo zinakuweka mbali kabisa na uso wa Mungu. Unakosa muda wa kumfanyia Mungu ibada. Unakuja kanisani, ni kweli tunakuona umekaa hapo na umependeza sana na unavutia kweli kabisa, lakini moyo wako haupo mahali hapa. Unasema hii ibada inaisha saa ngapi nikafungue lile duka? Unasema hii ibada inaisha saa ngapi niende mahali fulani? Unasema hii ibada inaisha saa ngapi nikakutane na watu fulani wa heshima? Kuna mtu wa heshima katika hii dunia kama Mungu? Hakuna. Inasikitisha. Unapokuja kuamua kumfanyia Mungu ibada, mfanyia katika roho na kweli. Acha mizaa, maana wakati wa mwisho unakuja na wakati wa mwisho umekaribia. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja atachukuliwa, mwingine atabaki. Angalia usikute wewe unayekuja ibadani kila siku utabaki. Mfanyie Mungu katika ibada katika roho na kweli. Acha kuabudu vitu ambavyo havistahili kuabudiwa. Acha kuvipa utukufu vitu ambavyo havistahili kupewa utukufu. Kama umeanza hii siku umeweka wakfu kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada, ifanye hiyo ibada kisawa sawa. Acha mizaa, acha hila. Bwana Yesu asifiwe. Acha hila. Neno la Mungu si moto. Anasema katika kitabu kitakatifu kile cha Yeremia 23:29. Neno langu si kama moto. Neno langu si kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande. Leo linavunja zile roho zilizokuwa zimefunga roho za ibada ndani yetu vipande vipande kama mawe. Leo zinaunguza zile roho ambazo zilikuwa zimefunga mioyo ya ibada ndani yetu, zinateketea kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuache mizaha. Nifungulie ile Warumi 1:23. Warumi 1:23 kuhusu hizi ibada. Maandiko anasema, ndio. Anasema ya kwamba wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu na ya ndege na ya wanyama na ya vitambaavyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wa 24 ukasema, kwa ajili ya hayo Mungu aliwaacha katika tamaa za mioyo yao, wafuate uchafu hata wakavunjiana heshima ya miili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ni mtu unasoma Biblia utaelewa hili somo lilikuwa linamaanisha nini. Hizi ni hatia za wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ile waliobadilisha vitu walivyonavyo, waliobadilisha watu, waliobadilisha wanyama, wakavipa utukufu ambaye anastahili kupewa Mungu. Mungu aliwaacha ili waendelee kuenenda katika uchafu wao, ili mpaka wakavunjiana heshima ya miili yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapompa rafiki nafasi ya Mungu kwenye maisha yako umepotea. Unapoipa pesa nafasi ya Mungu kwenye maisha yako umepotea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Geuka leo. Geuka leo na moyo wako uponywe. Acha kuviabudu visivyostahili. Muabudu anayestahili pekee, ambaye ni Mungu aliye hai, aliyetuumba sisi na vyote vinavyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha mizaa. Unapokuja ibadani kwa ajili ya mtu, hauji basi kumwabudu Mungu. Unaposema mimi mwinjilisti William ndo alinipeleka Penueli, acha tu niende asinione nimefika kanisani, umekuja kumwabudu yeye. Unapokuja ibadani, baba mchungaji mpaka mafuta wa Bwana, ndio unakuja kwa ajili yake ya kuone, hauji kumwabudu Mungu bali unakuja kumwabudu mtumishi wa Mungu. Unakosea. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuja ibadani, mimi fulani ninaenda kanisani kwa sababu mume wangu akiona sijaenda kanisani hakika leo sitakula humu ndani. Hauji kanisani kumwabudu Mungu, unakuja kuabudu kile mume wako anachotoa. Unakuja kuabudu ile sherehe
sheria mke wako aliweka ndani ya nyumba kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Tubadilike. Tumfanyie Mungu ibada. Tuache mizaa mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuache mizaa mbele za Bwana. Tunashindwa na wenzetu wa pande ya pili. Unaenda dukani kwake kununua kitu. Kama ni muda ibada, anakuambia nisubiri hapo dada nikafanye kwanza ibada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu wao anawajibu? Unaweza kukuta kama umefunga, unasubiri mpaka anarudi na kuja unachukua mzigo ndio unaondoka. Kwa nini Mungu wetu sio zaidi? Kama nyie mlio waovu, mnaweza kuwapa watoto wenu kipawa kilicho chema. Kwani mimi Mungu ninashindwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwani mimi Mungu sio zaidi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama yeye anaweza kukusubirisha nusu saa, anaenda kumfanyia Mungu wake ibada. Kweli wa Kristo, mliokombolewa, mnayejua kweli, unashindwa kuacha kazi yako kwa nusu saa kumfanyia Mungu ibada. Unashindwa kufunga kazi yako kwa masaa mawili kumfanyia Mungu ibada. Mungu akuponye kwa jina la Yesu. Amen. Moyo wa ibada ulioibwa ndani yako uponye kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tuache kufanya ibada kwa mazoea. Tuache kufanya ibada tukiwa tumejawa na roho za ila. Tuache kufanya ibada tukiwa tumejawa na roho za chuki, manunguniko. Bwana Yesu asifiwe. Hautamuona Mungu. Ukitaka kumuona Mungu, mtafute Mungu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Utafute uso wake kisawasawa. Zitafute nguvu na uweza wake. Hautaona kifungo kwenye maisha yako. Hautaona kushindwa. Hautaona kutaabika. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli vita zitaruhusiwa, zitakuja, lakini hawatakushinda, maana Mungu yuko pamoja nao ili akokoe. Si ametuambia? Amesema katika Yeremia 1:19, watapigana vita nawe lakini hawatakushinda, maana mimi Bwana wa majeshi nipo pamoja nawe ili nikuokoe. Mungu hawezi kuwa pamoja nawe kama hujataka kuwa karibu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Meshaki, Abednego na Shadraki walipokuwa wameambiwa waabudu lile sanamu alilotengeneza mfalme, walikataa. Wakaenda kushtakiwa. Wakaitwa mbele za mfalme. Wakamwambia mfalme, hata usiseme sana, hatutoabudu sanamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu gani walikataa? Walikuwa na roho za ibada za kweli mbele za Mungu. Wanamwabudu Mungu aliye hai. Wakasema hata tupelekwe kwenye moto lakini hatutoacha kumwabudu Mungu. Mimi nikafikiria nilipokuwa nasoma pale, nikatamani mbele ningekuta ya kwamba Mungu aliokoa na mkono wa mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sikukuta. Nikatamani ningekuta ya kwamba Mungu angewaokoa asiingie kwenye moto, lakini sikukuta. Mungu aliruhusu akaingia mpaka kwenye moto, ndipo Mungu akajitokeza wakiwa katikati ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukuona sehemu walipoomba, Mungu tuzuie tusiingie kwenye moto, Mungu tufanye hivi na vile, Mungu tuzuie mkono wa mfalme, lakini walichosema hatutoacha kumwabudu Mungu wetu hata tuingizwe katika moto. Na hivi ndio leo mwana wa Mungu, hata uingie katika moto, hata uwe na mlima wa namna gani, usiache kumwabudu Mungu katika roho na kweli, maana katika kati ya ule moto ndipo Bwana atakapotokea. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo Mungu utakapomuona kwa nguvu na uweza wake, akikushika kwa mkono wa kuume wa haki yake, ili akusaidie na kukuokoa. Maana amekwisha kukuambia katika ile Isaya 41. Tunasoma, usiogope maana mimi ni Mungu wako, usifadhaike kwa maana niko pamoja nao, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu, nikusaidie na kukuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiaje ukaipa sababu yoyote kwenye maisha yako ya kuacha kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Pia usimwabudu Mungu katika roho na kweli kwa sababu una uwezo wa kula na kuvaa, kwa sababu una uwezo wa kupendeza, kwa sababu una gari nzuri, kwa sababu una kazi ya heshima, kwa sababu wewe kanisani una nafasi fulani nzuri ya heshima. Usimwabudu Mungu kwa sababu hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwabudu Mungu kwa kuwa anastahili kuabudiwa. Mwabudu Mungu kwa kuwa yeye ndio Mungu aliyetumba na anastahili kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza lilimwabudu Mungu. Alikutazama kwamba lina nguo, alikutazama kwamba lina chakula, alikutazama kwamba lina heshima, alikutazama kwamba haliwezi kula wala kuvaa, bali lilimwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Njoo mbele za Mungu, mwambie Mungu, moyo wangu utakuabudu katika roho na kweli. Hata kama ni kweli umenibariki kwa namna ambayo mimi ninaona nimebarikiwa sana, ila mimi moyo wangu Bwana utakuabudu tu wewe, ila sitaabudu hivi ulivyonipa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kile kitabu cha Danieli 3 kinatuelezea pale namna ambavyo
au watu walivyoamua kumwabudu Mungu, wala sio kuliabudu lile sanamu la dhahabu. Na kile kitabu cha Matendo, andika Matendo 12:21-23, ukienda kusoma pale utaona vile Herode alivyokubali utukufu wa Mungu akafa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokubali tu utukufu wa Mungu kuupokea, wewe unakufa. Umeiba vizuri, watu wakaja kukusifia, waambia utukufu ni kwa Mungu, sio kwangu. Usipokee utukufu wa Mungu. Umehubiri vizuri, sio wewe bali ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Umejitoa vizuri, umetoa sadaka ambayo kila mtu akiitazama kweli yule amefanya, sio wewe, ni utukufu wa Mungu. Waambie utukufu ni kwa Mungu, wala sistahili hata tone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikubali kuchukua utukufu wa Mungu. Hata ufanye jambo gani katika nyumba ya Bwana, usikubali. Usikubali. Saa nyingine shetani anatuma watu ili akuingize kwenye hilo jaribu la kukubali utukufu wa Mungu. Anakuja kukusifia, utasema ni mtumishi wa Mungu. Yaani leo umehubiri vizuri, umenibariki sana, umefanya 1 2 3. Katika mahubiri yako kuna 2 3 4 5. Mwambie utukufu ni kwa Mungu dada. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zaburi ya 139, ngoja tusome ili muelewe ninachowaambia. Kuna mtu anaweza kusema kwani anasema nini huyu mtumishi? Ngoja nikwambie kwamba Mungu anajua kila kitu ndani yako. Zaburi ya 139. Kama kuna mtu kapata haraka nisomee. Mstari wangapi? Kwanza mstari wa kwanza. Maandiko yanasema Bwana umenichunguza na kunijua. Umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu. Wajua kuketi kwangu. Na kuondoka kwangu. Na kuondoka kwangu. Umenifahamu wazo langu. Umenifahamu wazo langu. Tokea mbali. Tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote. Maana amna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa Bwana. Niendelee? Endelee. Umenizingira nyuma na mbele, ukaniweka mkono wako. Mahalifa hayo ni ya ajabu, yanishinda mimi. Hayadirikiki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepushe na roho yako? Niende wapi niukimbie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, we uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, we uko. Hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asiyeweza kukwepwa. Yaani Mungu asiyeweza kukwepwa. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu tunayemwabudu ni Mungu ambaye hauwezi kumkwepa. Wazo lako analijua hata kabla hujalisema. Kila neno ulimini mwako ambalo utalitaja hata kesho kutwa analijua. Anajua kuingia kwako na kutoka kwako. Anajua kuketi kwako na kulala kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kujificha na uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiwa kuzimu Mungu yupo. Ukiwa mbinguni Mungu yupo. Hata ukiwa kwenye yale mambo yako ya siri Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya kitu ambacho Wakristo wengi kinatutesa ni dhambi za siri. Bwana Yesu asifiwe. Dhambi za siri zinatutesa sana. Watu wanatenda dhambi za siri kwa sababu mimi mwanadamu siwezi kumuona. Anajua na ya kwamba Mungu hamuoni. Unajidanganya mpendwa. Ni kweli kwangu nitakuona wewe ni mtakatifu, nitakuona wewe ni mwema, nitakuona wewe ni mtu mzuri, lakini shahidi wa maisha yako ni wewe. Zile dhambi za siri unazozitenda, ni kuambia na kukuhakikishia ya kwamba Mungu anaziona. Na ndio zinazotutesa leo. Hakuna jambo Mungu asilolijua. Kwa hiyo ninataka kukuambia nini? Shahidi wa maisha yako ni wewe peke yako. Hizi ibada 3 nilizotaja, wewe unajua uko wapi. Endelea kujikagua moyoni mwako. Endelea kujikagua. Kama unaendelea kutoomba rehema na toba, omba, kwa sababu Mungu amesema saa ipo na saa inakuja wamwabudu halisi watamwabudu katika roho na kweli, na hao ndio wanaowatafuta. Maana Mungu wetu ni roho, na wale wanaomwabudu inawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ile saa inakuja. Endelea kukagua moyo wako. Endelea kukagua moyo wako. Mwambie Bwana, ni kweli sikujua kama ninaabudu sanamu. Sikujua kama hii simu yangu nilifanya kama Mungu kwangu. Sikujua kama hii biashara nilifanya kama Mungu kwangu. Nimekosea Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huoni kama ni upendo wa ajabu? Alikutoa kwenye zile familia zinazoabudu mizimu. Mpaka leo familia zetu nyingine bado zinaabudu mizimu. Bado zinaabudu mashetani. Bado zinaabudu mapepo. Bado zinaabudu waganga na wachawi. Lakini wewe ni nani
ambaye Bwana alikutoa kule wakati hautamaniki wala haupendeki. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wengine wamekukataa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ni nani akakuchomoa akakuleta huku? Mahali ambapo kuna uzima wa milele. Mahali ambapo kuna nuru ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kumfanyia Mungu ibada katika roho na kweli, hii inamaanisha nini? Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha kuwa na moyo wa ibada, kumwabudu Mungu tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamekuwa wakifanya ibada zao kwa ajili ya mambo yao binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kuhitaji majibu, kwa ajili ya kuhitaji vitu kutoka kwa Mungu. Kuna mtu anakuja kumfanyia Mungu ibada kwa sababu anataka nyumba. Kuna mtu anakuja kumfanyia Mungu ibada kwa sababu ni mgonjwa. Kuna mtu anakuja kumfanyia Mungu ibada kwa sababu ndoa yake ni moto humo ndani. Kuna mtu anakuja kumfanyia Mungu ibada kwa sababu watoto waliowazaa wanampitisha kwenye moto usio kawaida. Hiyo sio ibada ya kweli. Utazidi kuona moto kwa sababu Mungu anataka ni umtafute kwanza yeye ndio akutolee vile vingine. Bwana Yesu asifiwe. Unamfanyia Mungu ibada ili aweze kukusaidia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeshasoma katika pale mwanzoni, ilikuwa ni Mathayo 6:33. Bwana Yesu asifiwe sana, ambayo mtafute kwanza Mungu na nguvu zake ili mengine upate kujaziwa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi tumekuwa waaminifu sana katika mida ya ibada. Watu wengi tumekuwa ni waaminifu sana kuzingatia sheria na siku za ibada, lakini hatufanyi ibada za kweli mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani hatufanyi ibada za kweli mbele za Mungu? Tumefanya ibada kama desturi yetu. Tumefanya ibada kama mazoea tu. Mimi najua Jumapili ni leo, nitaamka, nitapasi nguo yangu nzuri, nitavaa, nitakuja ibadani, nitaingia na kutoka kama nilivyoingia. Hapo hujafanya ibada ya kweli. Ibada ya kweli ukutane na Mungu. Ibada ya kweli ukutane na mkono wa Mungu. Ibada ya kweli ukutane umebadilishwa na Mungu. Ibada ya kweli unavyoingia mahali hapa ukiwa mpweke, ukiwa mkame, utoke umejazwa. Ibada ya kweli unapoingia mahali hapa ukiwa umepungukiwa, utoke umeongezewa nguvu za Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya kweli unapoingia mahali hapa ukiwa na huzuni, utoke huzuni yako imeisha kwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Utoke uchungu umekuachia kwa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Ila wewe unaingia umevaa vizuri, umependeza, ila unatoka bado una uchungu, unatoka bado hujasamehe, unatoka bado hujaachilia, unatoka bado umejawa na chuki, viburi, hasira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibada gani uliofanya mbele za Bwana? Hiyo sio ibada ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele kinachofuata, tunakwenda kufanya ibada mbele za Mungu kama ilivyo kanuni, kama ilivyo kwamba ndo sababu ya sisi kuumbwa hapa duniani. Kuna vitu vya kufanya katika ibada, kwa sababu Mungu wetu ni wa utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu sio wa pupa. Mungu wetu sio wa kuendelea elimradi. Lazima kuna sheria zimepangwa, lazima kuna utaratibu uliopo katika ibada. Sasa huo utaratibu uliopo katika ibada ni utaratibu gani? Tunapokuja kufanya ibada mahali hapa, tunafanya vitu gani? Vitu vya kuzingatia wakati wa kufanya ibada. Andika vitu vya kuzingatia wakati wa kufanya ibada. Iwe ni wewe binafsi au katika kusanyiko kama hili. Kitu cha kwanza ni maabudio. Bwana Yesu asifiwe. Unapoenda kufanya ibada mbele za Mungu lazima ufanye maabudio, lazima uabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuabudu inahusu hisia, inahusu akili, mwili na mawazo yako yote. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda kumwabudu Mungu, hauendi kumwabudu Mungu kwa sababu ni sheria au ndo sababu inatakiwa kuabudu. Lazima hisia zako, mwili wako, akili yako, mawazo yako vyote viwe mahali pale. Na ndio maana tunapoenda kuabudu, uwaga tunafunga macho. Unajua kwa sababu gani? Ili upate kuingia katika ile ndani yako zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate kuingia katika uwepo wa Mungu zaidi na zaidi, uone uzuri wake, umwabudu kwa matendo yake makuu, umsujudie kwa uweza na nguvu zake, ili upate kumuona Mungu. Tena hicho ndio kipindi mimi huwa nakipenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Unapoabudu katika roho na kweli, ndio mwagiko la Roho Mtakatifu linashuka. Unapoabudu, kuna watu wengine wanaponywa katika maabudu. Hamje kuona mtumishi anasimama kuabudu, mapepo yanalipuka, yanatimua mbio, kwa sababu nguvu za Mungu na uwepo wake unashuka mahali pale. Na nguvu za Mungu hazichangamani na nguvu nyingine. Kwa hiyo nguvu zake zikishuka mahali pale kama moto, zinakimbia zile nguvu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Sio kwamba tunaenda kuabudu, tunaambiwa simameni tuabudu. Wewe unasimama kama kawaida, ndio unaangalia kushoto, unaangalia magharibi, mashariki. Yule amebana kibanio cha pinki, cha njano, cheusi, sketi yake ni fupi na ni ndefu. Wewe ndio unachokiangalia. Ushinde kwa jina la Yesu. Kuanzia leo mwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapoingia kuabudu, anaposimama mtumishi wa Mungu William, anaingia kuabudisha. Maanisha hakuna Mungu kama wewe kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna Mungu kama wewe kweli, ukiwa unamaanisha, ili akishuka akutane na wewe. Ukiwa unamwabudu katika roho na kweli, mawazo yako mabaya yote umeyatoa. Yale yanayokusumbua umeyaweka pembeni. Sasa unamwadhimisha tu Mungu na kumwabudu. Kwamba kama sio wewe Bwana ningekuwa wapi? Kama sio wewe Bwana ni nani mwingine? Heshima yako unaiweka pale. Nafasi ulionayo unaiweka pale. Wadhifa ulionao unaweka pale. Pesa na mali ulizonazo unaziweka pembeni. Unasujudu, unainama na kuinuka mbele za Mungu akaje katika kiti cha enzi. Hakika utamuona Bwana. Ukiwa unasema ni nani kama wewe Bwana? Ni nani kama wewe Bwana? Wakuturumia ni nani? Wakutupenda ni nani? Wakutujala ni nani? Haleluya, unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unaimba. Bwana Yesu asifiwe. Hii Ufunuo mlango wa 4 inasema kuhusu ibada za mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wale wazee 24 waliokuwa wanataji za dhahabu katika vichwa vyao, wakazitoa zile taji wakaziweka pembeni, wakamsujudia yeye aketie katika kiti cha enzi, wakimwambia unastahili Bwana, unastahili. Heshima na utukufu, mamlaka, uweza, vyote ni vyako. Wewe ni Alfa na Omega. Wakamwambia mambo yote mazuri, wakampa sifa zote, wakaleta shukrani zote mbele zake. Kila walipokuwa wakinuka wanakuta utukufu wa Mungu muongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ina maana gani? Hiyo inatufundisha kanisa la leo. Eka heshima ulionayo pembeni. Weka kila ulichonacho unachokiona cha thamani pembeni. Umsujudie Mungu. Usiangalie leo umevaa nguo nzuri siwezi kupiga magoti. Piga magoti mahali popote. Msujudie Mungu. Mwambie unastahili wewe Bwana, unastahili. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni mwanzo na mwisho Yehova. Hatuna mwingine kama wewe, mfalme wa amani. Ndipo utakapoona utukufu wa Mungu ukiongezeka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee 24 walivyokuwa wanamwabudu Mungu, walimwabudu katika roho na kweli, na utukufu wa Mungu ulionekana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza walimwabudu Mungu katika roho na kweli, na utukufu wa Mungu ulionekana. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii tunasimama mahali hapa kumwabudu Mungu, lakini hatuoni utukufu wa Mungu, hatuoni mwagiko la Roho Mtakatifu, kwa sababu tunamwabudu Mungu kwa mazoea. Tunafanya maabudu mbele za Mungu kwa roho zilizojawa na ila. Tunafanya maabudu mbele za Mungu kwa roho ambazo sio za kweli mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mmelegea na kupooza? Na wakati tunafundisha somo la kumwabudu Mungu katika roho na kweli, somo la kumfanyia Mungu ibada katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Useme amina kama radi. Useme amina kama radi. Umshangilie huyu Mungu ambaye amekukumbuka jioni ya leo. Ameona ya kwamba huo moyo wa ibada ulioibia ndani yako, akikuacha hivyo hivyo utaangamia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi napenda sana tenzi za rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Yule mwimba tenzi, mwandika tenzi alivyoandika ile tenzi ya 92, alikuwa anaandika akiwa katika uwepo sana. Mimi naamini hivyo. Kwa sababu ukiimba ile tenzi na kuitafakari, hebu tusimame wote. Bwana Yesu asifiwe. Tunaijua tenzi ya 92. Nataka nimjue Yesu, anizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi. Hebu fumba hayo macho, mwambie Yesu zaidi na zaidi. Hebu rudia tena, mwambie zaidi Bwana. Zaidi, zaidi. Zaidi, fahamu
fungu la pili, maanisha nataka nimwone Yesu na nizidi kumsikia anenapo kitaponi, hujidhihirisha kwangu zaidi. Mwambie zaidi, zaidi. Mwambie nataka kujua pendo lako, uwezo wako na nguvu zako nikufanyapo ibada katika roho na kweli. Hebu maanisha katika wimbo huu, ndipo utakaponielewa ninamaanisha nini. Unapomwabudu Mungu katika roho na kweli, nini kinatokea? Zaidi, fahamu Yesu.